Ah, mama. Karibu. Asante sana. Kumbe msharudi mamangu. Maana kila nikiwapigia simu siwapati. Sio wewe wala mke wangu. Yaani zinaita mwisho wa siku zinakata. Wakati mwingine siwapati kabisa. Mi nimerudi toka jana, ila yeye nimemwacha huko kwa sababu bado hajamaliza kusalimia ndugu na jamaa. Sasa mbona nipatie taarifa zozote sasa? Maana tangu alivyoondoka sina mawasiliano naye mamangu. Baba, si unajua maisha ya kijijini, network ya inasumbua sana, na ndio maana mnakosa kufanya mawasiliano pindi wewe unapomtafuta. Okay. Basi sawa mama. Maana mimi niko katika harakati zangu tu ngasema nipite, japo sikufikiria kama nitakukuta, ila Mungu tu amepanga nikukute. Basi mimi naenda mamangu. Ila ngoja nikupe chochote kitu. Sema mkono mtupu wa urambi mama. Hapana. Mimi nikuombe tu wewe nenda nazo hizo hela, kwa sababu mimi sina tatizo lolote la kifedha kabisa. Mama, sawa, chakula kipo, lakini kuna matumizi mengine mamangu. Unaweza ukachukua ukafanya mambo mengine, wala usijali. Yaani hata nikichukua hizo pesa sina cha kufanyia. Kwa hiyo wewe nenda nazo. Nenda nazo tu mwanangu. Uwe na amani kabisa. 500 hii mama. Sawa. Sasa mwanangu, sina shida. Nichukue nifanyie nini? Kama ningekuwa na shida unadhani mimi ningeikataa? Nisingekataa, lakini sina tatizo lolote. Sasa naweza nikaichukua mwisho nikaiharibu tu. Okay. Sawa. Basi sawa mama. Aya, mimi nikutakia usiku mwema. Na kwako pia mwanangu. Uende salama. Mwanangu, mama yako mdogo Mariam Kinga, sasa hapa ndo mtoto wake. Mlionana mkiwa wadogo sana, sidhani kama sasa hivi mnakumbukana. Itakuwa ni muda sana, sikumbuki kabisa. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana kaka. Sisi bwana tumefurahi sana kufahamiana na wewe. Tupo jirani tu hapa nyuma hapa, lakini tulikuwa ndo hivyo tufahamiani tena. Sikujua kama na ndugu yangu upo karibu hapa tena tajiri. Wakati mwingine tunalala njaa pale na shemeji yako hatuelewi chochote, kumbe na ndugu yangu tajiri bwana. Mimi niseme tu nimefurahi nyinyi kuwa hapa. Na ningependa warau mtumie hata wiki moja kuwa hapa. Unajua ni muda mrefu sana hatujaonana, tuna mambo mengi ya kuzungumza tukiwa kama ndugu. Kwa hiyo mngekaa hata walau kwa wiki moja ingependeza zaidi. Ni kweli kaka, lakini sasa kama unavyojua sisi maskini lazima tutoke ndo mkono uende kinywani. Shemeji yako lazima asubuhi pale achomechome vitumbua na mimi nihangaike kwenye bodaboda huku pate 200 300. Sasa tukisema tukae hapa wiki, kiukweli tutakuwa tumepoteza kama 300,000. Kwanza hongera. Nikilitazama jicho la shemeji, bwana umejua kuchagua. Hongera sana. Lakini pia katika huo muda ambao utakaa, nitawapatia kiasi cha shilingi milioni 5. Nadhani kitawasaidia kuwasogeza hapa na pale, na kuboresha maisha kidogo. Bwana hata shemeji kumbadilishia hiyo kazi ya kuuza vitumbua sijui na nini. Kwa hiyo nikutoe hofu kwenye hilo, ondoa shaka kabisa, sababu baada ya wiki moja kuna zawadi pia nitawapatia. Nitawanunulia kiwanja na kuwajengea nyumba, mwachane na mambo ya kupanga kabisa.
Nashukuru sana ndugu yangu kwa msaada wako, nashukuru sana kwa hilo. Shemeji anaonekana amefurahi sana. Nimefurahi sana shemeji, asante. Mi nadhani hilo limeisha sasa. Tutakuwa pamoja hapa kama ndugu ndani ya hiyo wiki ili tuweze kufahamiana. Kama kutakuwa na changamoto yoyote basi tutaelezana. You're most welcome. Karibuni wanangu. Asante sana mama. Jamani, unajua kuna wakati kuna vitu vinaweza vikakukuta ukamkufuru Mwenyezi Mungu. Mfano mzuri kwenye familia yetu, kila siku misiba iishi. Leo kaondoka huyu, kesho huyu. Sasa wakati mwingine najiuliza, ni nini hiki kwenye familia yetu? Au tumesahau mila na desturi? Au ndo mipango ya Mungu? Haya, huko labda tumwachie Mwenyezi Mungu, narudi huku kwa Toni. Misiba inatokea kweli, sikatai. Analeta hapa vyakula, mambo yanaenda vizuri kabisa. Lakini nachozungumzia hapa ni umoja wetu, kati yetu sisi na yeye. Kuonekana aonekani. Kazi wanazozifanya majirani alitakiwa afanye Toni. Yeye ni mtoto wa kiume, tuseme hata kule kaburini ametangulia, yeye ndo wa kwanza kupokea maiti. Au kumpokea marehemu. Lakini mwisho wa siku haonekani, anatuma hela. Ningeshangaa. Yaani leo ningeona ajabu. Uzungumze usimtaje Toni wewe. Hivi mamdogo una nini? Jamani, mwacheni kakangu apumzike. Hana dogo, hana kubwa, hana zuri, hana baya. We kila siku Toni, akutoki mdomoni mwako. Una shida gani? Asa matulube unazungumzia wewe na mchela unaoleta katoni hapa, kipi kikubwa? Tuanzie hapo. Akishika matulubai watu watashiba. Akaenda kuchimba kaburi watu watakula hapa. Mwachege mwenzenu apumzike. Hivi una akili kweli wewe? Ama kweli kila pipa likosi mfuniko. Mimi sizungumzii chakula hapa. Ninachozungumzia ni umoja wetu. Sasa mimi ninavyoongea vitu vya maana afu unaingiza vitu vyako vya kipumbavu. Wewe kweli hauna akili. Kwa mimi sina akili, nimevongo ndani nikava kichwani. Sasa ni bora ungevua hiyo ngoka ndani ungeka kichwani. Ningeitambia ulesi kupeleke Milembe. Kuliko ushenzi na upumbavu na uongea. Niache. Nikuache nini? Awe mori kweli mori kigego. Ina maana bado tu unabishana na Siwa? Anayoongea Siwa yana maana. Toni kweli anachotufanyia sio kitu kizuri. Kila siku Toni hapa haonekani. Kukitokea misiba anafanya kuleta michele. Wakati kuna kazi nyingi ambazo zinamhusu yeye kama mtoto wa kiume, awepo hapa. Kaburi linapochimbwa awepo makaburini kule. Aangalie nini kinachoendelea. Lakini we hauoni. Mamdogo kinoge siongei na wewe. Kidawa, mdomo huo. Mbona unapenda kumvavaa mamako mdogo? Wakati mwingine tunavokaa vikao vya maana vya kifamilia kama hivi, tunatafuta kujenga. Familia inadilimia, familia inapotea, mambo yanakwenda shaghala baghala. Alafu tunaona kawaida tu. Ndio maana tumeitana kama familia ili tuyasolve haya. Sio kudidimia, sisi tumeteketea kabisa. Na ndio maana hata mimi nishawahi kumwambia marehemu dada yangu, angalieni na watu wa kuzaa nao. Mwisho wa siku umetuzalia mataila, hatuna sema kuwapeleka. Tutafanyaje? Mamdogo sitaki. Utataka? Nakwambia sitaki. Yaani sitaki kumzungumzia marehemu mamangu vibaya, umeelewa? Ni ndugu yangu unayemzungumzia hapa. Eti ngongo. Muone alipokaa pale. Janga hilo. Nana sokujua kama wewe mwanga. Sasa wewe ningekuwa mwanga, wewe ungekuwa kuweka ndani msukule unafahamu. Kwenda huko, mbona unapenda kuogopa wewe? No, hapa namzungumzia dadangu, mitoto nyendo kama hiyo. Ukome wewe mwanaalamu ngo. Kwa mtafute baba yako mbwa wewe. Ukitaka kunikomesha mimi. Alao kweli ndugu yetu chango lake baya. Chango lake baya? Leo nilishangaa na wewe umenitetea. Kwa sababu kila siku unavyoongea mimi naongea vitu ambavyo havina maana. Ndio haya. Ushangae wewe. Ugeukie. Ukiwa na laini ya Halotel unaweza kupata GB 10 kwa shilingi 11,000 na GB hizo zinadumu ndani ya muda wa miezi 8. Yes, hayo ndio mambo ya Chris Bundle. Chris Bundle na namba 4, lakini mimi nitakutajia 2. Na 2 nitaziandika hapo chini. 0717 048 048 au 0785736361. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bundle tu. Na ukitaka kulipia bando lenyewe sasa, unalipia kupitia lipa namba ambayo nakuwekea hapa chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Ukishamaliza forward mwamara wako katika namba mojawapo kati ya hizi ya Chris Bundle. Kisha subiri kuungwa tu. Chris Bundle, bei kitonga.
Karibu. Nini kimekuleta hapa? Amna, nimekuja tu kukusalimia. By the way, pole kwa maumivu ya msiba. Halafu toa hicho kisu ulichokificha nyuma. Lakini pia nimekumisi. Nahitaji tufanye tendo. Mimi kikweli nimechoka bwana. Naona siko sawa. Hili sio ombi, ni amri. Shemeji. Nilivyokugusa kiuno chako nimehisi kama nimegusa shanga. Bila shaka Mme wangu uwaga anapenda. Hata mimi pia huwa napenda. Kiukweli umeumbika. Bila ya kuweka masiara, umeumbika. Wakati na kugusa kiuno chako nilikuwa najihisi kama niko kwenye fukwe za Zanzibar. Nimeenjoy kukushika. Na samahani kama nitakuwa nimekuudhi, ila hii haina maana ya kununua utu wako, ila ni vile tu nahitaji kufidia makosa ya kukushika kiuno bila ridhaa yako. I'm heading out. Have a good day. Wandema. 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 Hii? Wandema. 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 Kaka Toni, umefika wakati mzuri. Wandema kaanguka tu sasa hivi. Tumpeleke basi hospitali. Oh. Halo. Halo baba. Mwingine tayari ameshakufa huko. Baba, naona sikuelewi. Sio mtandao, sio shida nini? Halo. Nasema mwingine tayari ameshakufa. Baba, unaongea na mimi au? Mbona sielewi? Tatizo lako wewe ni mgumu kuelewa.
Ukiwa na laini ya Halotel unaweza kupata GB 10 kwa shilingi 11,000 na GB hizo zinadumu ndani ya muda wa miezi 8. Yes, hayo ndo mambo ya Chris Bundle. Chris Bundle na namba 4, lakini mimi nitakutajia 2 na 2 nitaziandika hapo chini: 0717 048 048 au 0785736361. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bundle tu. Na ukitaka kulipia bando lenyewe sasa, unalipia kupitia lipa namba ambayo nakuwekea hapa chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Ukishamaliza forward muamala wako katika namba mojawapo kati ya hizi ya Chris Bundle, kisha subiri kuungwa tu. Chris Bundle, bei kitonga.